Mtama oye! Mtama kuchere! Viongozi, naomba tukae. Ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, naomba tukae. Balozi Dr. Asha Rose Migiro, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu tuliofuatana nao na wale wa mkoa, mratibu wetu au waratibu wetu wa kampeni kanda ya Kusini, ndugu yetu Leila Ngozi pamoja na kaka yetu Jackson Msome. Nitambue uwepo wa mwenyekiti wa mkoa huu wa Lindi Alhaji Hassan Jaruf, ndugu Nape Nawie, mgombea ubunge wa jimbo la Mtama, kaka mkubwa kamanda, wagombea wote 20 wa CCM kwa nafasi za udiwani, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa jimbo la Mtama, wanahabari, ndugu wananchi, wana Mtama CCM oye! Kazi na utu. Ndugu zangu, baada ya shukrani kwa Mungu, niwashukuru sana sana wana Mtama kwa kujitokeza kwa wingi huu, na washukuru sana. Nimezunguka na mgombea ubunge wa Mtama ndugu Nape katika mikoa kama 3-4 hivi toka nimeanza Kusini nadhani, lakini kote alikuwa anaangalia, anatikisa kichwa, anasema sijui kama nitaweza. Lakini nimefika hapa, ameweza. Nape oye! Yaani mkutano huu ulivyo ni kama mkutano kamili. Hii ni rali ndogo na sio mkutano wa kusimama kwenye gari. Kwa hiyo nawapongeza sana wanamtama na ninawashukuru sana. Lakini hii yote ni kuonesha imani yenu kwa chama chenu, Chama cha Mapinduzi. Lakini ni kuonesha pia imani kwa viongozi wenu, kwamba tunakwenda tuwaone, tuwaunge mkono, tueleze shukrani zetu kwa yaliyofanyika na tusikie yepi tutafanyiwa. Mimi nawashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi huu. Niwaombe ndugu zangu wanamtama, niwaombe sana, tarehe 29 mwezi wa 10, wale wote tuliojiandikisha kwenye daftari la tume, tuamke salama mapema na furaha, twende vituoni tukapige kura. Tukifanya hivyo, Mtama tunasema yes, tunasapoti chama chetu na tuna imani na viongozi wetu. Mtama oye! Asanteni sana. Ndugu zangu wanamtama, mengi mgombea ubunge ameyasema. Kwenye sekta ya afya amesema tulioyafanya na tutaendelea kufanya. Kwenye sekta ya afya, elimu, maji, umeme, kilimo, tunaendelea kufanya, kwa sababu huko kuna mahitaji ya kila siku. Tunapozungumza elimu bila malipo ni kila siku. Watoto wanazaliwa, wanakuwa, wanaingia shule, madarasa kujengwa ni kila kipindi. Madarasa yanatakiwa. Vituo vya afya hatujamaliza kata zote, inabidi turudi tujenge zahanati na kata nyingine tuziwekee vituo vya afya. Kwa haya ni mambo ya kila siku, na serikali ya Chama cha Mapinduzi mkitupa ridhaa, tutaendelea kwa kasi ile ile tulofanya miaka 4 au 5 hii ambayo tunamaliza. Tutaendelea kwa kasi ile ile. Lakini nataka niwaambie, kwa sababu tutaendelea kusogeza huduma za afya karibu na wananchi, tunakuja na mfumo mpya wa bima ya afya. Najua wanamtama mmeshawahi kusikia, hatujaanza kutekeleza. Nimesema ndani ya siku 100 mkitupa ridhaa ya kuendesha serikali, tutaanza kwa majaribio swala la bima ya afya. Sasa najua wanamtama, msimu wa korosho unakuja, na Mungu atujalie tuuze korosho kwa bei kubwa. Tunahangaika tuuze kwa bei kubwa. Serikali yenu hatupumziki. Tunajua biashara ni mashindano. Wakati tunazalisha, wengine wanazalisha na wengine
bei huwa zinashuka, lakini tunajitahidi tupate bei kubwa. Kwa hiyo tutakapouza korosho, naomba sana Wanamtama tuweke akiba ya kujiunga na bima ya afya. Huduma zile zinazokuja hapa, huduma zile vituo vya afya, hospitali za wilaya na mikoa, kidogo zinataka kuchangiwa ili huduma ziendelee kuwa nzuri. Kwa hiyo tunaomba sana tuweke akiba kwa ajili ya bima ya afya ambayo tutaianza kwa majaribio, na tukifanikiwa tutaambiwa sasa tayari twendeni kwa pamoja. Lakini la pili, ndugu zangu, kwenye elimu, mgombea ubunge hapa ameomba VETA. Nataka niwahakikishie VETA inakuja Mtama. VETA inakuja Mtama. Kwa upande wa maji, najua kuna miradi ilifanyika, tumeongeza upatikanaji wa maji mpaka 72%. Ilani imetuelekeza 90%. Kuna miradi inafanyika, ikimalizika 90% itafika. Lakini nataka niwahakikishie hatutaki kusimama 90. Tunataka kuhakikisha Wanamtama wote wanapata maji safi na salama. Kwa hiyo tupeni kura zenu, twende tukamalize hiyo kazi, tuwatue kina mama ndoo kichwani. Azma yetu serikali, mwanamke asitembee masafa marefu, awe amepata maji ya kutumia nyumbani. Lakini jengine Wanamtama ambalo liligusiwa kidogo hapa ni nishati safi ya kupikia. Tunaleta umeme kwa wingi, tunasambaza vijiji, tumemaliza, tunakwenda kumaliza vitongoji. Tutaleta majiko yanayotumia umeme mdogo sana, ili wanawake watumie majiko hayo na wapumzike ile kero ya makuni na mikaa. Na kwa hapa Mtama nadhani ni makuni. Lakini kama mnavyojua, tumetoa pia gesi kwa ruzuku. Tumetoa gesi kwa ruzuku ili kusogeza nishati safi kwa kina mama. Kina mama oye! Jambo jingine ndugu zangu ni kwenye kilimo. Kwenye kilimo tutaendelea na ruzuku ya pembejeo. Tutaendelea nayo. Tutahamasisha mazao yazaliwe kwa wingi. Mazao ya chakula, mazao ya biashara, tuzalishe kwa wingi. Kwa sababu Tanzania pale Mungu alipotuumba hapa tulipo, tuna uwezo wa kulisha nchi 9 tulizopakana nazo. Na wote wanachukua chakula kutoka Tanzania, wengi wao. Na wengi wakipata ukame kidogo, kimbilio ni Tanzania. Kwa hiyo lengo letu tuzalishe, tulishe majirani zetu, lakini tujilishe na sisi wenyewe kwa kiasi kikubwa. Tunakwenda kwenye kilimo biashara. Sio kilimo nilime nile yamekwisha, hapana. Kilimo biashara. Na ndio maana tunatoa ruzuku muweze kuzalisha. Hatutaki mtumie mitaji yenu muweze kuzalisha. Tunawapa ruzuku, mzalishe, muuze kwa bei kubwa, mpate mtaji wa kutosha. Huko mbele tutaangalia mengine, lakini kwa sasa bado tunaendelea na ruzuku. Ndugu zangu, kilimo kina mambo mengi. Kwa hiyo ruzuku pamoja na matrekta, tumejipangia kununua matrekta 10,000 kwa nchi nzima, ambao wakulima wanaotaka kununua watanunua, wanaotaka wakopeshwa watakopeshwa, wanaotaka kukodishwa tutaweka vituo vya kukodisha zana za kilimo. Na hilo tumelianza, tumeona linatekelezeka, tutaendelea nalo. Ndugu zangu, niende sasa kwenye mambo ya mabarabara, miundombinu. Nadhani mmeona kazi tunayoifanya, ya mbele yetu hayawezi kutushinda. Kwa yale maombi aliyoomba mwanangu Nape, nataka niwaambie tunakwenda kuyaangalia. Kilomita 10 ndani ya mji huu sio nyingi. Sio nyingi sana. Kwa hiyo tutakwenda kuliangalia.
Lakini mambo mengine ni stendi na soko. Mgombea wenu wa ubunge anajua fedha hizi zinapatikana wapi. Kwa utakwenda kupekua lile kapu mwanangu. Kama zimebaki kwenye lile kapu, bila shaka utakuja. Lakini soko liko kwenye ilani. Na kama liko kwenye ilani, pesa yake ipo tayari. Sasa utakwenda kupekua jinsi ya kuwaunga mkono kwenye ujenzi wa stendi. Hiyo sio kubwa sana, tunakwenda kuifanyia kazi. Yale mengine ya wilaya, mnajua kila tunakopita, maombi ni wilaya, ni halmashauri. Na kuanzisha maeneo mapya ya utawala ni ghali sana. Hata hivyo, tutakapokwenda mbele, tutakaa na kuangalia ni maeneo gani hasa yanahitaji kugawiwa. Kwa hiyo tutafanya hiyo kazi. Hili ombi tunalichukua, tutaweka na mengine tuchakate kwa pamoja na tuone utekelezaji wake. Mtama oye! Ndugu zangu wa Mtama, sasa niseme lile lililotusimamisha. Kwanza tuonane, tuwasalimie. Wanamtama wengi wanasikia tu Samia Suluhu hawamjui. Nikaona nisimame mnione. Mmeniona? Kwa yale mnayoyasikia yanasemwa, aliyosema mwanangu Nape hapa, Samia mwenyewe ndio mimi. Lakini la pili, nikasema nisimame niombe kura pamoja na wenzangu. Sasa hapa nitaomba kura kwa ajili yangu, na sina wasiwasi na Mtama, sina wasiwasi. Lakini uungwana na heshima inatutaka tuje tuombe kura. Hata nisingekuja najua mngenipigia kura. Lakini kwa heshima inabidi tuje tuombe kura. Kwa hiyo hapa tutaomba kura kwa ajili ya mgombea wa uraisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ambaye ni mimi ninayesema hapa. Mama oye! Hebu nione kura za mama wanamtama, kura za mama. Kura za mama, kura za mama. Asanteni sana. Asanteni sana. Lakini mama huyu ana mwanawe anaitwa Nape Nnauye. Ngoja niwapeni hadithi kidogo. Nilipoingia mara ya kwanza kamati kuu, nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu, nikaingia kamati kuu. Tulipoingia tukamkuta mzee Nnauye yuko ndani ya kamati kuu. Asa sisi tumeingia si vichinchiri tuko pale. Basi mzee anazubana tuangalia tu. Anasema Karume kaleta mapapai haya. Kwa hiyo ningezuba kidogo. Ndio hivyo tena. Kwa hiyo Nape mwanangu jamani. CCM oye! Mtama oye! Aya. Kwa hiyo namwombea kura Nape, kijana hodari, mchapakazi mzuri, siasa naijua, na nyinyi mnamuita kaka mkubwa, mimi namuita Kamanda Nape. Kwa hiyo kura kwa Kamanda Nape. Lakini Nape anakwenda kunisaidia bungeni. Ndani ya Mtama kuna bunge dogo. Bunge dogo ni baraza la madiwani. Hili ndilo bunge dogo. Fedha yote inayokuja ndani ya jimbo inapita halmashauri, inawafikia madiwani, wanakaa na kuangalia fedha imekuja na maelekezo gani, wanakwenda kusimamia utekelezaji. Kwa hiyo mtupe kura mimi mwenyewe, mgombea ubunge, lakini na madiwani wetu. Hapo mkikamilisha hivyo, bila dosari, bila gunzi, maendeleo mbele kwa mbele. Wanasema kazi na utu. Kazi na utu. Sasa Chama cha Mapinduzi tunaomba mtupe kazi, tukafanye kazi, tujenge utu wa Mtanzania. Sasa kwa pamoja, mimi gombea ubunge na madiwani, tunaomba kura zenu. Mungu awabariki na mbaki salama. CCM oye!
CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi!